Shehe, muogope sana mshirikina. Mshirikina na roho mbaya. Mara 10 ukutana wachawi 50 pale kuliko mshirikina huyu mmoja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wapenzi watazamaji wa Jawabu TV, karibuni sana. Hakika leo ni siku nzuri sana na tumerudi tena hapa kumtembelea mwalimu wetu Sultan Sheikh Sharif. Kikubwa zaidi ni kwa ajili ya kupata mwendelezo wa madarasa ambayo mara kwa mara huwa mnahitaji, na leo tupo naye tena hapa. Cha kuwasihi tu ni kwamba endeleeni kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hakika tutajifunza mengi sana, lakini kabla hatujaendelea, naomba kwanza nimsalimie kwa sababu anasema salamu inafungua na kuongeza mengi sana. Mwalimu, salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, salamu kabisa. Vipi maendeleo? Alhamdulillah, salama, namshukuru Mungu. Ndio jamaa. Habari za hapa? Hapa salama, alhamdulillah. Hizi kofia zako wewe huwa unazitoa wapi? Kwa nini? Mashallah, zinakaa vizuri sana. Lakini pia kuna moja ya mtazamaji aliomba niulize sababu zimemvutia na kijana wake pia anahitaji kupata kama hizi. Alhamdulillah, kuna mwanadada mmoja anauza hizi. Okay. Anauza hizi, nimezipata kutoka kwake. Nadhani ziko ambazo anazitoa Nigeria na ziko ambazo anazitengeneza yeye. Kwa hivyo mimi nimezipata kutoka kwake. Basi inshallah baada ya hapa tutajua pia. Naona pia kuna watazamaji ili nalo litakuwa la kwao inshallah. Maendeleo anasemaje? Alhamdulillah, salama. Ndio, alhamdulillah, salama. Siku nyingine tena ndani ya Jawabu TV. Ndio, naam. Mbuzi wa mambo ya kiroho. Tayeb. Bwana, nikikutana na wewe katika namna hii huwa najihisi mwenye furaha sana. Naam, alhamdulillah. Sababu licha ya kwamba madarasa yanavyoendelea, lakini na mimi naelimika moja kwa moja. Mashaallah, tabarakallah. Kuna mdani pia Januari utakuwa na siri nyingi sana. Subhanallah. Ukikaa na uwaridi basi na wewe yale manukato utanukia. Kwa hiyo licha ya kwamba ni vipindi kama vipindi ambavyo watu wanavisikiliza na kujifunza, lakini mimi binafsi pia kuna kitu najifunza ndani yake. Huwa nafarijika sana. Alhamdulillah. Na namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah rabbil alamin. Naam. Na watazamaji wetu leo wanatamani kusikia tena kutoka kwako. Naam. Kuna kitu gani ambacho umetuandalia katika mwendelezo wa kutufunza zaidi? Sawa. Nakukaribisha sana. Nashukuru sana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad sayyid sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd, ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sayyid sallallahu alayhi wasallam, tumekutana tena katika siku hii nyingine ya leo ambapo bado tupo katika mwendelezo wa madarasa yetu tofauti. Kwa tunabudi kwanza kumshukuru Mungu kwa ukubwa kwa hilo sana tena. Mwenyezi Mungu ametuafikisha hili, alhamdulillah, na bado anaendelea kutuafikisha katika hili, alhamdulillah. Ni jambo kubwa hilo ambalo hatuwezi kuacha kumshukuru Mungu kwa hilo, na tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa hilo. Mimi ninaisema na nyinyi mnaosikiliza, sote kwa pamoja tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa jambo kama hili. Si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Kwanza kusema si kitu kidogo, lakini pili kusikiliza si kitu kidogo. Yani Mungu kuniwafikisha mimi nikakaa hapa na wewe ukakaa hapo tukawa tunasema haya, wallahi si jambo dogo. Lakini pili, Mungu akamwafikisha yule mtu amekaa, mwingine amekaa kitandani kwake, mwingine kwenye kiti, mwingine kwenye gari, mwingine wapi, amekaa akikusikiliza tu, pia si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Na hasa ukiangalia leo kuna mambo mengi sana ya kuzishughulisha nafsi na akili, lakini mtu kuyawacha yote hayo na kuamua kulishika jambo ambalo litampa manufaa na natija, wallahi ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Kwa hatuna sababu, hatuna budi, lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa uchache wa kushukuru tuseme alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hali. Naam.
Tutaendelea leo na mwendelezo wetu wa madarasa kama ilivyokuwa ada yetu. Na leo Januari, bila kupoteza muda, liko somo ambalo hilo nitataka leo tuweze kulielezea, kwa sababu nimeona ni somo ambalo ama ni jambo ambalo linawakanganya watu wengi sana. Yani tofauti ya uchawi na ushirikina. Nimetaka leo tusummarize hapo. Watu tufahamu uchawi ni upi, lakini pia vile vile tufahamu ushirikina ni upi. Wengi huwa tunadhani uchawi ni ushirikina na ushirikina ni uchawi. Hali si kweli, ni vitu viwili tofauti kabisa. Ushirikina ni ushirikina na uchawi ni uchawi. Havilingani sawa hata kidogo. Hata ukisoma katika Qur'ani ziko sura nyingi zinazozungumzia uchawi na ziko sura nyingi zinazozungumzia ushirikina. Nitaanzia hapa. Uchawi nitaanzia hapa. Na watu watulie wanisikilize. Naam. Sawa? Uchawi ni elimu. Na uchawi tutambue kwamba uko sampuli kama 4 mpaka 3. Kuna uchawi wa kijini, uchawi wa kijini ambao mtu upewa kwa kurithishwa au kwa kufundishwa na kiumbe. Kuna watu ni wachawi kwa sababu wana asili za kichawi. Unaposikia suala la mila asili, asili zimetofautiana. Kuna watu wana asili za kielimu, asili yao ni ilmu. Hawa watu lazima wasomeshe. Asiposoma na kusomesha atapata tabu, atadhalilika. Wapo watu hao, na hasa masala ya kidini. Kuna mtu kazaliwa katika koo ambayo ni lazima asome na asomeshe. Akienda kinyume na mfumo huo atapata tabu, atapata dhiki katika maisha yake yote hapa duniani. Kuna mtu kazaliwa katika asili ya uganga. Sawa? Ili aweze kusurvive lazima atibu. Kuna mtu kazaliwa katika asili ya kifedha. Lazima auze, anunue. Wapo watu wao. Ukimweka darasani hakai, lakini ukimweka kwenye biashara hafai. Biashara ambayo unasota nayo wewe mwezi mmoja, yeye siku 2 anamiliki basi. Wako hivyo hao, asili yao. Yani hiyo ni nature ya mtu, na kila mtu asili. Kuna mtu asili yake ni utawala. Lazima tu asili yao ni viongozi. Hata akiwepo pahali lazima mtamtegemea, hata waongoza tu. Asili. Kuna mtu asili yake ni uchawi. Yani asili yao ile ni uchawi. Na asili ni nini? Asili ziko aina 2. Kuna asili ya karini, ambaye huyu ni jini ambaye mwanadamu ameumbiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuachana maruhani, ambaye huyu Mwenyezi Mungu kamuumbia mtu. Na Mungu amemuumbia huyu mtu kwa sababu Mungu anaujua ulimwengu wake alivyoumba. Taabu za huu ulimwengu zilivyo, shida za huu ulimwengu zilivyo. Bila ya hawa kusurvive wewe ni vigumu sana. Mungu kaviumba vingi ambavyo sisi hatuvioni wala havionekaniki. Hauna wewe uwezo kuvihimili hivyo ambavyo Mungu alivyoviumba.
Ndio maana Mungu akakuwekea huyu ruhani. Hakuna mnyama mwenye huyu, wala jini ya kuumbiwa huyu, lakini we binadamu umewekewa huyu, na hayo yamethibiti katika vitabu. Mwanadamu anaye ruhani. Ukisoma katika vitabu vya kiroho utayakuta hayo. Viko vitabu vingi sana vya kiroho. Kihakika kila binadamu anaye ruhani. Kwa huyu ruhani yupo kwa ajili ya kukuprotect wewe katika masala yako wewe na Mwenyezi Mungu. Wajua ruhani kazi yake sawa kubwa ni kukuunganisha wewe na Mungu. Okay. Ni network ile ya kumfikia Mungu. Sisi tunampa ruhani kazi ambayo si ya kwake. Ana ruhani la uganga huyu, bibi yake. Hapana, haiko hivyo, si kweli. Ruhani kazi yake ni kumuunganisha mtu na Mwenyezi Mungu, kumfikisha mtu ama kulifikisha la mtu kwa Mwenyezi Mungu kwa rahisi. Ndio kazi ya ruhani. Sasa huyu mbali na karini, ruhani mambo yake ni ya kimungu Mungu. Tunapombebesha masala ya kiganga ruhani tunakosea. Ruhani hayupo kwenye uganga. Hilo ni suala ambalo halipo. Tusiliweke huko, tunakosea. Okay. Sawa, tunakuja kwenye masala ya kimizimu. Mizimu ipo namna kama 3. Mzimu ni karini. Sasa tushampata ruhani nakuja kwenye karini. Karini sasa huyu ni jini ambaye kila mtu anawa kwake, kila mtu ana karini. Hata wewe unaye, hata mimi naye. Hiyo ndo namna ya kwanza. Yule karini wa babu wa mababu. Sawa, kwamba na karini yule ndio tabia ya mtu. Huyo karini ndio tabia ya mtu. Ndio maana kila mmoja ana tabia yake. Na kuna mtu kikaa naye anaimeza tabia yako. Sawa, unakuwa na tabia yake. Kuna mtu kikaa naye automatically anakumeza, wewe unakuwa kama yeye. Kinachokufanya akumeze ni nini? Wala kushawishi kwa maneno, ila automatically tu unajikuta unaanza kumuiga mambo yake, tembea yake, sijui ongea yake. Si umeelewa vizuri? Ni yule nani? Karini. Ndo matendo karini. Sasa tabia za watu ni yule kiumbe. Sawa? Sasa yule huwa kuna namna mtu unaweza ukamfanya akawa vile unavyotaka. Sasa kuna watu wameweza na wakafanikiwa kumweka katika njia nzuri. Sasa watu huwa wanachanganya ruhani na karini. Okay. Sawa? Karini ndo huwa jini wa kurithisha na kurithishwa. Yaani ukisikia mtu karithi huyu, kisikia sana tumia lugha ile ile. Karithi maruhani kutoka kwa babu yake huyu. Sio maruhani, ni makarini yale maviumbe, yale majini yale. Okay. Ana tabia kama za babu yake, alikuwa hivi. Yule karini wa babu yake to kamvaa huyu. Sasa kampa tabia zile zile. Sasa yule karini yule ndio sisi huwa tunamfanya ni ruhani. Wakati yule si ruhani. Yule na ruhani mambo mawili tofauti. Mbali maji na mafuta. Sasa mtu alifanikiwa kumweka katika reli yake, yule karini akawa katika reli, kwamba akajua namna gani huyu mimi niende naye, na mtu akaishi katika misingi ya yule karini, au karini akaishi katika misingi ya yule mtu. Karini wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliishi katika misingi ya Mtume. Mtume hakuishi katika misingi ya yule karini. Hawa waganga unaowaona hawa wanani wasa kitu maepe, hawa wanaishi katika misingi ya yale makarini.
Pia hapo maana kuna masala ya majini huko na kadhalika na madubasha yao tuweke pembeni. Tupo hapa kwenye huyu Karin. Sawa Sasa huyu Karin, mtu ikiwa kama upo katika misingi yake ukafa, yule huwa anataka ile misingi ifuatwe. Ndo pale utakapoondoka atatoka ataenda kwa yule uliyemwacha, kama ni mtoto wako ataenda kwake akimtaka yule afuate misingi yako. Sasa na yule naye ana Karini wake, lazima wakinzane. Ndio utamsikia hapa na ruhani upande wa bibi, upande wa babu, si hivi na kinzana. Umeona maneno hayo? Okay. Kuna hapo kuna Karini kweli upande wa bibi yake lipo hapa, la upande wa babu yake liko kwake, na kuna lile la kwake liko kwake. Yule wa kwake kwa kuwa ni mchanga hawezi kusurvive, lazima haya atatawala mawili. Kwa lazima atafutwa, na pale linaangalika lenye nguvu lipi. Kama la babu ndo lina nguvu, ndo litasimama la babu upande wa baba yake, labda hilo ndo litasimama. La upande wa bibi litatulia. Ni Karini hilo. Okay. Sasa hiyo ni njia ya kwanza ya mzimu. Na haya makarini yanaishi miaka mingi sana. Kwa sababu si majini yale. Hata miaka 500, 1000. Utakuta ni Karini la babu yako, babu mzaa, babu yule lipo. Sasa hii ndo njia ambayo huwa inatutesa watu wengi kiasili, kwamba lile Karini lile huwa linataka mtu ufuate vile alivyokuwa yule babu wako wa babu yake wa babu yako, vile mwende vile vile, ule ukoo wenu uishi vile vile, kwa kuwa lile kongwe haya makarini atakayozaliwa hapa yote atakuwa chini yake, litatawalisha tu. Kwa lazima litawamezesha kiroho yale makarini, kitabia yatafuata tabia zake nini, na wewe mtu unajikuta unakuwa na mienendo ile ile. Kwa hata kama mpo 10, makarini wenu wote watamezwa na hili kubwa. Nyote mnakuwa mna mfumo huu mmoja. Hata ikiwa mpo kizazi watu 50, lakini mtasumbuliwa na kitu hiki. Nyote mtakiwa muishi katika mfumo huo huo mmoja. Hatakiwi mtu kupinga hapo. Ukipinga wewe utaumia. Na kwa kuwa ile ni damu na ni asili yenu, wewe huwezi kuikimbia. Anakuadhibu, na yule kwa kuwa anaijua sura ya babu yake babu yako kabisa, ukilala unaiona sura ya yule babu, kumbe sio, ni yule Karini ndo anakujia kwa sura ile. Na kwa kuwa anajua historia ya mambo yalipoanzia, anaweza kabisa akawaonyesha kila mmoja katika ndoto, akaota kwamba kumbe kinatakiwa hiki, labda kutuenda katika mti tufanye hiki, au tufanye hiki tufanye hiki, kwa sababu yeye ndio mwanzilishi wa hilo na yeye yupo. Kwa yeye anafanya kazi ndogo sana. Maji sasa yatengenezwa mkondo, anayatiririsha tu, mfuate na mtafuata tu. Msipofuata na watandika kweli kweli. Umenelewa Asili ya kwanza, njia ya kwanza ya masala ya kimizimu. Njia ya pili ndo ile wazee walikuwa akienda kutafuta mambo kwa waganga. Bwana, mimi nataka kiumbe, kama ambavyo sisi vijana wale tunavyohangaika. Mwenda kwa mganga huyu, nataka jini mimi nipate pesa, nataka huku hivi na hivi na hivi na hivi. Tihani. Hapo nitatolea mfano, tuendelee na mada yetu. Kuna kijana kaenda kwa mtu gani huko kwenda kutafuta majini. Acheni hivi haya mambo vijana. Tuache umtihani. Kaenda kagewa jini linamuingilia mpaka kabadilika kabisa. Kijana shabab tena alinitafuta mimi. Na nilimwambia, haya mambo acha. Haya mambo acha. Wewe hujafikia huko. Huwezi ukawa na kiumbe wewe wakati wewe hujajitambua, wala hao viumbe hauwatambui wewe. Watakuongoza wewe na utawashindwa, hutowaweza. Mimi unajua watu Januari walishindwa kunielewa pahali pamoja. Sawa? Wanadhani mimi labda watu mimi na wanyima viumbe. Sijui katika lugha gani ya Rabbi. Yaani watu wanadhani kwanza mimi mgawaji viumbe, watu wanafikiria hivyo. Alafu pili wanafikiria kwamba pia sitaki watu wapate viumbe. Hapana. Madarasa yale tumeyatoa watu wajue.
watu wasiwasujudie majini, ndio lengo. Na wala hatukutoa kuyakashifu majini, kwa sababu kama mtu atakata sikiliza ataelewa. Lengo watu wasiyasujudie. Matokeo yake hata niliposema ule umenieleza hapa kabla hatujaanza kwamba kuna mtu alikwambia bwana Sheikh alisema mtu kifika stage fulani mtu utahitaji kuwa na kiumbe usaidiwe kielimu. Ukishafika lenyewe linakuja hilo, sio mpaka utafute. Aliyefika hapo wala atafuti. Yale tuliyatoa masomo ya kimasala ya kiroho, namna nyilimwengu za kiroho zilivyo na zinapokwenda. Shida vijana subira. Lakini hata njia za kuziendea. Wewe kijana alikuja mimi nikamwambia wewe acha haya mambo. Wewe haya mambo yaache kabisa. Haya mambo wewe bado. Haya mambo wewe bado. Akaniambia sawa. Tukakaa naye hapa kidogo. Na mimi nilimuona, nilijua huyu hajaridhika. Na kuna maneno nilimwambia. Akatoka, akaenda huko. Karudishwa hapa na baba yake na mama yake. Tena mwenye kasema mimi nilienda lakini naombeni msijui. Karudishwa hapa. Hafai. Yule jini kamuendea kinyume sana, kiasi yule kijana hawezi kustahamili, anawatafuta watu anamuendea. Tena yule kijana anawalipa watu. Aenda kulitoa hilo dude huko Usambani juu. Sijui wapi huko. Watu wameenda kumtupia dude. Watu wataka majini lichukue hilo. Kijana katika mtihani. Aya, tumelinusuru dude limetoka, kabaki vile vile, mtamnusuru vipi huyu? Watu watafuta mambo lakini maskini tunayatatarikia. Yanatupoteza. Ndio maana mimi nataka kwamba haya mambo tuyajue yalivyo, na ndio lengo la kutoa haya masomo. Mtu ufahamu, ujue ulimwengu ukoje, ili uweze kusurvive katika huu ulimwengu wetu, kwa sababu ndio ulimwengu wa kiroho huo upo. Ni jambo ambalo lilipukiki. Uwe vipi? Sawa, kwa sababu hatujui. Na ndio maana hata kuna masomo mengi sana nimeyakatisha Januari. Mambo mengi nimeyakata. Sikuendelea nayo. Kwa sababu naona ninavyotaka tuende na watu hatuendi hivyo. Watu wanaenda wanapotaka wao. Umeelewa Okay. Mara moja mzee Sheikh Salim aliwahi kusema jambo moja, tunarudi kwenye mada. Aliwahi kusema jambo hili, sema watu wanadhani hatuwezi kufanya karama, au karama hakuna. Karama zipo na tunaweza kufanya karama, lakini tunahofia kusujudiwa. Ikiwa kama tutafanya karama watatusujudia, wataacha kumsujudia Mungu. Hakika Januari, kweli kabisa nakwambia, wazee wamefungia walivyovifungia kwa sababu ya hatari yetu na wao. Tutawatia katika mitihani na sisi tutaingia katika mitihani. Tuko tena pengine. Mbele vizuri. Sasa turudi katika mada. Wazee walikuwa wakienda kwa waganga, bwana nipe la kuikinga himaya yangu, ndo anagewa dude na misingi ya lile dude, ili bwana lifanyeni hivi, na kila kizazi chako wewe atakayekuja baada yako wewe, sawa, atafuata hivi hivi, ili huyu aweze kuwa mlinzi wa hii himaya. Namna ya pili hiyo ya mzimu. Sawa Huyu awe mlinzi wa himaya, ndio linakuwa hilo limzimu. Kwa kila ambaye atakayekuja ulinzi wake linakuwa, na mkiliacha lina adhabu zake. Watu wanahangaika na hayo madude mpaka leo. Namna ya tatu, masala hayo lakini ya kiuganga. Watu kipindi kile walikuwa hawajui tiba, ndio walikuwa wakienda sasa kwa waganga. Bwana, nina kijiji changu kule na familia yangu kule tunaumwa, nisaidie ujuzi. Anagewa kiumbe na misingi kile kiumbe kwa ajili ya kuwa mtibabu, kwenda kutibu kule katika ile himaya yake. Kwa anaenda kule na ile misingi na zile mila. Akifika pale anatibu wale watu wake. Kabla yake anamchagua kumrithisha lile. Namna ya ngapi hiyo? Ya tatu. Kwa kila mmoja alikuwa na pakwake pakwenda. Kwa mizimu imeanzia huku. Sasa turudi hapa kwa huyu Karim. Ikiwa kama
katika asili yenu kwa huyu Karim kulikuwa kuna misingi ya kichawi, na nyinyi mnakuwa mnaingia katika mlolongo huu wa huyu Karim, kwa maana lazima nyote mfuate asili hii. Na vile vile wengine walikuwa wakienda kuchukua uchawi wakawa nao. Wengine wazee wetu walikuwa wanajua enda kuchukua maulinzi, kumbe walikuwa wanajua maulinzi lakini ya kichawi. Wengine walikuwa kabisa wanajua enda tuchukua uchawi. Mwingine alikuwa anajua kabisa hivyo naenda kuchukua uchawi. Anapata elimu yake ya uchawi kwa jini, na yule anarithisha kizazi chake. Kuna njia hiyo ya uchawi. Tumesummarize kidogo huko kwa muda. Lakini kuna njia nyingine ya uchawi ya mtu kusoma. Mtu ukasoma uchawi, ukaujua, ukajifunza uchawi na kadhalika, ukaujua. Okay. Sijui umenielewa? Kama kitabu. Lakini hii njia ya kwanza, hii mfano ya kurithishwa, hii inavyokwenda, mtu utaanza labda ukaingizwa katika haya masala, inaenda ni siri. Hujui unatiwa ladha we, mpaka unakolea, mpaka unaona tamu, ndio anaanza kudhihirika kidogo. Ile tamu inakufanya we yale mambo usiyakatae, yanaanza kujidhihirisha kidogo kidogo. Sasa wakati huku bado hayajajidhihirisha na kutia ladha, sawa, kule we huna dhambi, sababu si hujui. Yanapoanza sasa kujidhihirisha na wewe ushaanza kuona tamu yake, pale ukianza kuyapokea ndio unaingia kwenye kundi la wachawi, sawa, na unaanza kupata madhambi. Lakini wakati ule hujui, anayepata dhambi ni yule aliyelianzisha hilo. Okay. Ndio tunarudi kule idha mata ibn adam wankata amalu ila min thalatha, sadaqatun jariya, sawa, au ilmu yuntafa'u bihi au waladin salih yad'u lahu. Hapa elimu yenye kuleta manufaa. Kama mtu ukifa na ukaacha elimu ambayo haileti manufaa kwa watu, malipo ya yale ulioyafundisha kwa watu bado utaendelea kuyapata ukiwa kaburini. Kama ni mabaya utaendelea kuvuna tu ubaya. Kwa yule babu yako mababu yule, wewe wakati unaendelea kuroga, anaendelea kuadhibiwa kule. Maana yeye ndo kalianzisha hilo. Ila wewe ukishakuja ukawa na akili zako na ukakubali ukaendelea kuyafanya yale, na wewe sasa unaanza kuyavuna ya kwako. Sio umeona uchawi utofauti wake? Okay. Uchawi sio shirki. Hapo hakuna shirki hapo shehe. Tunakuja kwenye shirki. Shirki ni kumshirikisha Mungu. Ushirikina hapo sasa. Ushirikina. Kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwenye chochote lolote. Mungu ni mmoja anayetakiwa kuabudiwa, huyo hana mshirika. Lakini kuna mtu anamuabudia jini ili apate mali, kuna mtu anamtumikia jini ili apate mamlaka, ufalme, kuna mtu anamtumikia jini ili apate elimu. Sasa huo ndio ushirikina, kukitegemea kitu isiyekuwa ni Allah, asiyekuwa ni Mwenyezi Mungu. Huo ndio ushirikina. Na hadithi nyingi zipo ambazo zimeukemea ukali sana ushirikina, sana mno. Iko ile hadithi Mtume anasema watu jiepusheni na madhambi 7 yenye kuangamiza. La kwanza shirku billah, kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Watu wanataka kuyafuata majini kwa ajili ya haja zao, hiyo shirki. Kwa ajili ya haja mfuateni Mungu, sio majini. Wewe mfuate Mungu. Hata kwenye kutawasali, mfano Januari, na hapa ndo watu wanapataga mtihani sana. Mimi naomba Mungu, Mwenyezi Mungu, na kuomba ya Rabbi kupitia Sheikh Muhammad Ayub labda uninusuru katika mitihani. Ile sio shirki. Na kuomba Mungu kupitia mja wako fulani mwenye wema na wema wake. Mtume Nesa alifanya hivyo, kuwaonyesha watu kwamba jamani, nini, mtambue kuna madaraja ya watu.
Kuna wema wao na mema yao. Wakati mwinginewe mkipatwa na magumu, na sisi tunajifahamu wadhaifu, hatuna mema, muombeeni Mungu kupitia mema ya wale wema. Hiyo sio shirki. Lakini kuna ile Januari, nina matatizo, naomba uniondoshe matatizo yangu haya kwa uwezo wako. Umeelewa vizuri? Hiyo nini? Ni shirki. Kwamba we humtaki Mungu, unamtaka. Na huyu naye akaniambia fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, tufanye hivi, na nikavitii vile. Kwa mfano wale ambao wanatumia masuala ya majini, akaja kwa uwezo wako Mwenyezi Mungu, kupitia jini huyu nipate hela. Yule jini tayari kuna namna huko mwanzoni alikuwepo, labda alikuwa anagawa hela kwenye hiyo familia. Lakini yeye sasa kaianzia huko. Kwa uwezo wako wewe Mwenyezi Mungu, kupitia jini huyu naomba na mimi nipate hela. Hii tutemekaje? Kumbuka mjanja sana yule. Wewe jini alikuwa anatumika kwenye shirki, lakini kama kujivua sasa. Kajivua vipi? Kaanza na Mungu. Sasa jini alikuwa anafanya ushirikina, sitari mshirikina huyo. Mimi nataka nijivue sasa. Sasa ilivyo ushirikina unajieleleza. Wala hauhitaji kona. Kutawasali na viumbe ipo. Tunatawasali na malaika. Tunatawasali nao. Mungu nakuomba kwa baraka Sayyidina Jibril. Tunatawasali na majini wema, ipo. Tunatawasali nao kweli. Sawa? Tunatawasali nao kweli. Wale walioangamia kipindi kile, sawa? Kipindi hicho cha Nabii Ibrahim, kabla Nabii Ibrahim, yale masanamu walioyakuta yale, wale walikuwa ni waja wema wa Mwenyezi Mungu, lakini walichongwa ile kumwomba Mungu kupitia wale, kutuza kumbukumbu zao, ikafikia hatua vizazi vikienda vikiondoka, mpaka inafikia pahali sasa watu wanawaabudu mipango ya Ibilisi. Ikatoka kwenye kutawasali ikaenda kwenye kuabudu, watu wakawa sasa wanawaabudu wale. Hata kuna elimu zingine, mfano kuwa na ushirikiano na malaika wa Mungu inawezekana, lakini nani huyo aliyefikia hapo pa kuwa na ushirikiano na huyo? Shekhe huyo ataenda kumwabudu yule malaika, atamwacha Mungu, atamwangalia huyu? Ndio maana hayo kwanza yamezibwa. Kwanza tuendeni kwa Mungu. Shirki tunaelewa vizuri. Okay. Sawa. Shirki iko wazi. Yaani wewe uwezi ukaenda kwa mpiga ndumba, pigie ndumba, Mungu naomba, wewe utakutandika bakola wewe. Kwa hiyo unafanya hivyo sasa tuweke kwenye kundi gani? Ni ushirikina. Yaani hata kama uanze hivyo, lakini ndio uanze hivyo vipi? Si wewe Mwenyezi Mungu kwa uwezo wako na uomba kupitia mganga huyu nifanikiwe. Hiyo sawa. Lakini sasa huyo mganga anatumia nini? Yaani mimi sitaki kujua. Sasa haiko hivyo. Masuala ya kisheria haiko hivyo kwamba wewe hutaki kujua. Mimi nachojua Mwenyezi Mungu. Hapana. Haiko hivyo. Wewe unaona kabisa yule anatumia jini, wewe ukamfuata. Alafu Mungu naomba kupitia huyu. She ujanja huo. Acha ujanja bana. Wewe si unaona kabisa. Wewe uoni huo? Sababisha kujua yeye anafanya nini? Wewe unajiziba macho. Je, kama sijui? Sasa hujui, wewe umeenda pale. Sasa hiyo ni yeye na Mungu wake. Lakini wewe tayari ushaona, ushajua huyu ni mshirikina. Ile kwamba wewe hujui. Okay. Huoni. Ndio mambo mengi yalikopo sasa hivi. Kuna watu tunawaona ni mashehe ni nini, lakini washirikina. Wengine tukapata majina wali wa Mungu, kumbe mshirikina, shirikina kweli. Lakini ni siri yake ule ushirikina wake. Kwa maana hiyo mimi sihusiki sasa. Wewe pale usiki, wewe unaenda kumba Mungu kupitia baraka zake yule. Ushirikina wake mwachie mwenyewe, atajua na Mungu wake. Watu wengi wanaabudia majini kisirisiri ili wapate karama. Wallahi nawaambia. Mtu analiabudia jini huko ili huko awe na karama, awe mkubwa, watu wamuone mkubwa, kumbe anaabudia majini, mshirikina. Shia amejaa mengi hayo mambo. Okay. Watu tukao tumuelekee nani?
Mwenyezi Mungu. Sasa ushirikina ni huo, shirku billah, kumshirikisha Mwenyezi Mungu, na uchawi ndio huo na mambo yake. Na uchawi ni bahari kubwa sana, pana. Umeelewa Sheikh Januari? Kuna siku kuna mama mmoja alikuja, sikisemi hichi kisa sijui kwa ria, nataka tu nieleweke. Kuna kipointi hapo cha kueleweka. Yule mama alikuja, ni mtu mzima, alikuja na jina la mtu. Kijana ambaye ndio jina lake limekuja, baba yake amefariki. Kwa maelezo yule mama kwanza, baba yake amefariki, lakini kabla kufariki alimjengea mama yake nyumba. Ndio huyo mama aliyekuja kwangu. Alimjengea mama yake nyumba. Sawa, akamwandikisha jina mama yake. Sawa, na mali zake zingine akazigawa kwa watoto wake. Baada ya mzee kufariki, yule mtoto, sasa kwa maelezo ya bibi, sawa, nitakuja katika uhalisia. Kwa maelezo ya bibi, yule mtoto anadai ile nyumba ambaye bibi yake amejengewa na baba yake ni ya kwao. Okay. Kwa irudi katika mali zao. Maelezo ya bibi. Kwa hiyo huyu mjukuu wangu ananifanyia vitimbi vikubwa sana. Kashanifilisi, kashanifanyia hivi baba, amefanya hivi, kanifanyia vurugu. Ameongea yale maneno anayoongea, mtu lazima umuonee huruma. Mimi nilimkazia macho nikamwambia, mama, unaniongopea. Huu unaosema ni uongo, niambie ukweli. Wewe unaficha nini kwenye moyo wako? Mimi mwenzio, niambie ukweli. Nikamwambia, sijui sasa, mimi sijui watu watanionaje, lakini tuache. Ila kimsingi ni kwamba yule mama alikuwa ni mchawi. Kamshindwa yule mjukuu wake kumpiga, kumroga kwa uchawi wake. Sawa, akawa anahangaika kumtengeneza kwa watu. Sijui umeelewa? Yeye mwenyewe ni kigagula, lakini kashindwa kumtengeneza ule mjukuu wake. Na kumbe ni vitu ambavyo si kweli, wala hakuna cha mali, hakuna cha nini, hakuna cha nini. Ni yeye mwenyewe tu aila zake, ila uchawi wake kashindwa, anahangaika. Sasa ngoja tena unamtengeneza mjukuu wako tena. Wewe unashangaa kumtengeneza kwa waganga, ushangai kwa yeye ni mchawi na kamroga kashindwa. Yaani yeye ni mchawi bibi mtu, kamroga mjukuu wake kashindwa. Sasa anamhangaikia kwa waganga. Hiyo kweli mtihani. Ndio ile kikulacho na shehe, hayo mambo nguoni mwako nayo shekhe, mambo ni mengi kweli kweli. Mtu anakuja anakuletea bwana huyu. Wewe kama hauna shekhe, haya ndo unaamua tu kumtandika, unampiga mtu ambaye hana dhambi, yani ana hatia, namuumiza. Mungu atujalie macho, Allah ituone. Amen. La si hivyo tunawaumiza watu na watu wataumia. Na wewe tunaingia katika ushiriki hiyo tena. Unaroga mtu chawi tena. Shijaona umeelewa vizuri Okay. Kwa hivyo tofauti ya hayo, uchawi na ushirikina ni hiyo. Sasa yule bibi kwenye uchawi kashindwa, anahangaika kwenye ushirikina. Mchawi kashindwa, anahangaika kwenye shehe. Muogope sana mshirikina. Mshirikina na mchawi ni vitu. Shehe mshirikina na roho mbaya. Mara 10 ukutana wachawi 50 pale kuliko mshirikina huyu mmoja. Muogope sana mshirikina. Watu wengi unaona wanatabika kwa ushirikina. Na hata katika kuwasaidia, yani kwenye kumsaidia mtu ambaye amefanyiwa ushirikina na mshirikina na aliyerogwa na mchawi ni mambo mawili tofauti. Muogope sana mshirikina. Kuna watu leo wanahangaika, wamefanyiwa ushirikina, sio uchawi. Sio uchawi, ni ushirikina. Uogope ushirikina. Ushirikina unaharibu, unaumiza, unaua vibaya mno. Haya mastroki unayaona, sijui madudu gani haya, watu sijui kupoteza maisha, ni ushirikina, sio
Uchawi shehe una nguvu kwenye ushirikina. Ndio maana shehe watu wanasimama wanatukana, mimi mchawi namfanya simama mchawi mke wangu. Mtu asimame aseme ushirikina alafu apatikanike mshirikina huyu. Shehe mshirikina na roho mbaya. Ogopa ushirikina. Wameingia, ndio maana Mungu hawapendi. Mungu kuwachukia washirikina sio kitu cha bahati mbaya, ni kitu cha yani ni lazima. Sisi tunakutana mengi sana Sheikh. Jana tumeongea vitu vingi, lakini kuna mambo mengi sana kuongea. Sasa tutakuja kumalizia kuongea na nitakuja kuelezea suratul kafirun, yani kul ya ayuhal kafirun. Hiyo ndio sura ambayo inamtoa mtu katika ushirikina wa hali yoyote. Mtu ikiwa amefanya ushirikina wote, sura hii ndio mtu inakutoa katika ushirikina. Sawa, sababu tunachanganyaga kutibu uchawi na ushirikina. Vya uchawi tunapeleka huko, ndio maana leo nikaamua tuliseme hili. Okay. Sawa, kwa tumeyasema mengi na bado yako mengi ya kuyasema. Lakini naomba tukomee hapa kwa leo kutokana na muda pia. Okay. Nawakumbushe tu kama bado kuna mtu haja subscribe hapa chini, asubscribe, lakini pia awaambie ndugu jamaa na marafiki kwamba Jawabu TV ndio sehemu pekee ambayo anaweza kupata madarasa kama haya. Kwa hiyo share nao pia ili nao wajumuike na sisi. Mimi naitwa Januari, nyuma ya kamera ni Chuda. See you until next time. Lakini yote kwa yote tunasema Jawabu TV, fumbuza mambo ya kiroho. Asante bwana. Shukrani sana.